Okay, habari wachezaji. Kwa siku ya leo, siku ya Jumatano, nimekuletea baadhi ya game ambazo nataka tuzijadili, kuanzia game ya kwanza mpaka game ya mwisho, game ya 6. Basi kwa siku ya leo nataka tuongelee kuhusu game ya Barcelona, nataka tuongelee game ya Al Nassr, nataka tuongelee game ya USM Alger, na pia kuna game ya Skibol, kuna game ya Al Ahly, na pia game ya mwisho ambayo nataka kuiongelea kwa siku ya leo ni game ya Pyramid. Yes, tukianza na game ya kwanza ya Pyramid kutoka Misri, anaenda kukutana na Al Ahly. Kwenye game ambazo wamekutana wa jamaa wamekutana zaidi ya mara 11. Kwenye game 11 ambazo wamekutana ni kwamba Pyramid kapata ushindi mara 6, wametoka draw mara 2, Al Ahly ameshinda mara 3. Kwenye game 5 za mwisho za Al Ahly ni kwamba ameshinda game 2, amepoteza game 3. Yes, hajatoka draw game yote kwenye game 5 za mwisho. Na pia tukija kwa upande wa Pyramid ni kwamba ameshinda game 1, amepoteza game 2, amedraw mara 2. Yes, kwa hiyo kwa siku ya leo game hii hapa ya Al Ahly akiwa na Pyramid tutaenda direct kwamba Pyramid ashinde au atoke draw. Kwa hiyo tutaenda na x2, maana yake Pyramid ashinde au apate draw kwenye full time. Lakini kwa wale wenye tamaa ndio kasema Pyramid kushinda mazima. Tukija game nyingine itakuwa ni kati ya Petrojet anamkaribisha Al Ahly kutoka Misri. Kwenye game ambazo wamekutana head to head ni kwamba Al Ahly kashinda game 13, wametoka draw mara 3. Huyu Petrojet hajawahi kumfunga Al Ahly kwenye game yoyote. Na pia tukiangalia game 5 za mwisho za Al Ahly ni kwamba yeye kashinda mara 1, ametoka draw mara 3, kapoteza mara 1. Na pia kwa Petrojet huyo hapa ni kwamba kwenye game 5 za mwisho yeye kashinda game 3, amepoteza game 2. Kwa siku ya leo ushindi moja kwa moja kwa Al Ahly kupata ushindi. Yes, tukija game nyingine ya 3 itakuwa ni kati ya Brondby anamkaribisha Silkeborg. Yes, Brondby hapa akiwa anamkaribisha Silkeborg ni kwamba hao jamaa wamekutana zaidi ya mara 35. Kwenye game 35 Brondby ameshinda mara 21, wametoka draw mara 7, na Silkeborg ameshinda mara 4. Tukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za Brondby ni kwamba yeye kapata ushindi mara 3, ametoka draw mara 2 na hajapoteza game yoyote kwenye game 5 za mwisho. Pia hivyo tukija kwa Silkeborg ni kwamba yeye kashinda mara 3, kapoteza mara 2. Kwa hiyo kwenye game 5 za mwisho hajapata draw yoyote. Kwa hiyo kwa siku ya leo tukiangalia hizo takwimu unaweza kusema kwamba Brondby kushinda au kutoka draw. Yes, huyu timu ambayo iko nyumbani anaweza kashinda au akatoka draw. Na hii tukiweka hivyo kwa siku ya leo kuna asilimia kubwa ya kupata ushindi. Yes, tukija game nyingine itakuwa ni kati ya USM Alger anamkaribisha SO Crif. USM Alger na hisi mnaifahamu, ya Algeria hii hapo inamkaribisha ASO Crif. Tukiangalia katika head to head ambazo wamekutana wa jamaa ni kwamba wote wamefungana mara 7. USM Alger kapata ushindi mara 7, ASO Crif kapata ushindi mara 7, wametoka draw mara 6. Kwa hiyo almost wamekutana mara 20. Kwenye game 20 kila mtu kashinda game 7 na draw mara 6. Tukiangalia game 5 za mwisho za USM Alger ni kwamba yeye kapata ushindi kwenye hajashinda game yote, amedraw mara 3, kapoteza mara 2. Kwa hiyo kwenye game 5 za mwisho za USM Alger ni kwamba hajapata ushindi kwenye game yote, amedraw mara 3, amepoteza mara 2. Lakini tukiangalia kwa Crif huyo hapo game 5 za mwisho naye pia kadraw mara 2, kapoteza mara 3, ana ushindi wote. Kwa hiyo game ya leo itakuwa ni ngumu kidogo ukiangalia head to head kwamba wote wameshinda mara 7 na draw 6. Lakini kwa siku ya leo option ambayo tunaweza kaenda nayo ni DC 1-2. Yeyote kupata ushindi kwenye mechi ya siku ya leo. Yes. Tukiangalia game nyingine itakuwa ni kati ya Al Nassr anamkaribisha Kawasaki. Hii hapa Al Nassr ni kutoka Saudi Arabia. Ukiangalia katika game 5 za mwisho za Al Nassr ni kwamba yeye kwenye game 5 za mwisho kapata ushindi mara 4, amepoteza game 1, ana draw yote. Kwa hiyo kwenye game 5 za mwisho ni kwamba Al Nassr kashinda mara 4, kapoteza game 1. Tukija kwa Kawasaki hapa kwenye game 5 za mwisho yeye kashinda mara 1, katoka draw 3, kapoteza game 1. Kwa hiyo kwa siku ya leo option ambayo tukaenda nayo unaweza kusema Al Nassr kushinda au kutoka draw. Lakini kwa wale wenye tamaa unaweza kusema Al Nassr kupata ushindi mazima. Game ya mwisho ya siku ya leo itakuwa ni kati ya Barcelona akimkaribisha Inter Milan. Hii hapa ni UEFA Champions League baada ya kushuhudia jana Arsenal akipigwa 1-0. Kwa siku ya leo Barcelona amkaribisha Inter Milan. Ukiangalia head to head ambazo wamekutana wa jamaa wamekutana zaidi ya mara 6, ambapo Barcelona amepata ushindi mara 3, wametoka draw mara 2, Inter Milan kapata ushindi mara 1. Tukiangalia katika game 5 za mwisho za Barcelona ni kwamba Barcelona kwenye game 5 za mwisho ameshinda game 4, amepoteza game 1, ana draw yote.
Yes. Na pia tukiangalia katika game 5 za mwisho za Inter Milan ni kwamba ikashinda game moja, amedraw mara moja, kapoteza mara 3. Kwa hiyo kwa siku ya leo asilimia kubwa za kupata ushindi ziko kwa Barcelona. Barcelona anaweza kupoteza akiwa nyumbani. Kwa hiyo kwa siku ya leo unaweza kusema Barcelona ashinde au atoke draw, lakini kwa wale wenye tamaa unaweza kusema Barcelona kushinda mazima. Yes, naamini odds zetu zipo za kutosha, na kama hujasubscribe channel yangu usahau kusubscribe, na pia usahau kunifollow katika page yangu ya TikTok, Instagram, yes, kwa jina la Aliwatan. Asante sana.